Hivi karibuni tumesikia baadhi ya malalamiko ya watu kadhaa kuhusiana na hali ya usalama nchini, kuhusiana na masuala ya watu kupotea, watu kutekwa. Lakini juzi tumemsikia mbunge wa jimbo la Kawe na askofu wa kanisa moja la Kikristo, Askofu Dr. Josephat Gwajima akizungumza na kuelezea masikitiko yake juu ya vitendo hivi vinavyoendelea katika nchi yetu ya masuala ya utekaji. Kwa uchambuzi wako au ufafanuzi wako, maneno ya Gwajima yana uzito kiasi gani kuhusiana na mustakabali wa amani ya nchi, na ukizingatia amevitaja vyombo vya usalama, amevitaja mamlaka za uteuzi? Tungepata wewe ulimwelewa vipi Gwajima, na unadhani anahitaji kuchukuliwa kwa uzito kiasi gani haya maneno yake? Karibu. Nakushukuru. Kwanza nitoe salamu, amani ya Mungu iwe kwenu. Asalamu alaykum. Nimshukuru Mwenyezi Mungu, nikushukuru au niwashukuru waandishi. Swala la Gwajima ni swala linataka utulivu hali ya juu. Sio swala la kukurupuka au la kujadiliwa na mtu yoyote anaweza akasema. Ni hoja nzito ameichukua. Kwa sababu kwanza amezungumzia vyombo nyeti katika nchi. Unaposema idara ya usalama wa taifa, mkurugenzi wa usalama anayeteuliwa na rais, kwanza usalama ndio mdomo wa nchi. Ndio mdomo wa nchi. Unamgusa IGP anayeteuliwa na rais, alafu baadaye unasema rais anawaondoa kwa sababu ya uzalendo wao. Ni maneno mazito na ni magumu, yanahitaji utulivu wa hali ya juu na serikali kuyafuatilia, na sio maneno ya kupuuza. Akaenda mbali Gwajima akasema mfano kama mtoto wako Abduli umkuta ametobolewa macho. Ni maneno yana mimi binafsi yamenishtua sana, nimeshtuka sana. La pili, swala la kutekwa watu, kupotezwa watu, mimi nina imani hakuna binadamu mwenye akili timamu anaweza kufurahia maafa ya watu. Tufike sehemu tu wa kweli. Si mimi, si wewe, si rais, si yoyote duniani. Hakuna anaweza akafurahia kutekwa kwa binadamu na kuuawa. Sasa swala hili ni swala nyeti na ni swala zito. Lina utaratibu wake. Mimi kama Mwaipopo sina mamlaka ya kusema nani anayeteka, kwa sababu vipo vyombo vinavyofuatilia. Sasa hivyo vyombo ndio vinatakiwa vitupe taarifa sisi. Sasa Mheshimiwa Baba Askofu Gwajima na mheshimu sana, ni kiongozi wa kiroho na ni mbunge, alipitishwa na watu wenye akili timamu. Nachelea kumzungumza yeye kwa kwamba hapana, nachelea. Kwa kweli maneno aliyotoa ni mazito. Kwa sababu unapomzungumzia mkurugenzi wa usalama wa taifa aliyoondolewa madarakani, unasema ameondolewa kwa uzalendo wake. Aisee, kitu kidogo hata mimi nantia wasiwasi kidogo. Inatakiwa sasa serikali ijaribu kuliangalia hili neno, na imwangalie na imhoji vizuri, hata kwa siri, sio faragha tu. Imuite, wamuulize alikuwa anamaanisha nini, kwa sababu wataja kina Diwani ni mtu mkubwa, alikuwa nchi, alikuwa DCI, ni mtu mkubwa, amekuwa mkurugenzi wa idara ya usalama wote nchi nzima, yeye ndio boss, si mtu wa mchezo, ni mtu mkubwa. Na Diwani ni mtu mwenye uwezo mkubwa, toka pale makao makuu ya polisi, ni mtu mwenye uwezo sana, toka akiwa RPC Shinyanga, alikuwa RPC Shinyanga, akawa RPC Mwanza, ni mtu mwenye uwezo mkubwa. Sasa anapotajwa na mtu kama mbunge anayemiliki jimbo moja, akasema kwamba anamuondoa bosi, msaidizi wote kwenda kwa sababu ya uzalendo wao, akaomba kwamba anapotaka kuondoa wa rais ipelekwe bungeni kwenye kamati ya mambo ya nje na ulinzi, vijadili kwamba rais unamuondoa wa nini. Ina maana anaturejesha nyuma kwamba tunahitaji katiba mpya. Ndio ukweli. Kwa hiyo mimi napata kigugumizi sana kulizungumza hili jambo. Nachelewa kusema nisije na mimi nikahojiwa kwamba unasema hayo kwa niaba ya nani na ya nini, kwa sababu naona haya ni maji marefu. Sasa kila nikiingia naona nazama.
kauli hizi za Gwajima zina athari gani kwa usalama wa nchi, lakini kwa jamii, kwa mustakabali wa utulivu wa nchi? Nchi imetulia, japo kwa utekaji upo, migogoro ipo ya sisi wenyewe kwa nchi imetulia. Gwajima, yani kwa ufupi wa Tanzania, kila mmoja anamtafakari jinsi anavyoweza kumtafakari Gwajima. Hatuwezi kusema hayana athari au yana athari, kwa sababu yani kila mmoja kwa kweli kabaki njia panda, anajiuliza Gwajima huyu. Wengine wanasema kwa sababu amepima Gwajima anaona bungeni hapati tena. Sasa ukijiuliza amepima jimboni hapati, lakini alipokaa pale kwenye kiti wakati kaita press alisema yeye azungumzie ubunge wala azungumzi kama mbunge, azungumzi kama askofu, azungumzi kama mneki, anazungumza kama Mtanzania maoni yake. Sasa vipi tuingize kwamba ameona hapati ubunge? Na tukisema hapati ubunge Gwajima alipewa na CCM wao wenyewe, tuwe wa kweli. Na Gwajima hakuchaguliwa na wapiga kura za maoni. Kama mnakumbuka ndugu zangu waandishi, alikuwa mshindi wa ngapi? Wa pili, wa tatu kama sikosei. Kwa hiyo chama kikafanya vice versa, kikampa kipaumbele yeye awe mgombea wa ubunge na akashinda. Na Rais John Magufuli alisimama pale akasema nataka mniletee Gwajima. Mnakumbuka Tanganyika Packers. Kwa hiyo tukisema kwamba Gwajima alichaguliwa na wananchi, hatuwezi tukasema kwa 100% alichaguliwa, kwa sababu ndani ya chama chake hakutakiwa. Sasa mimi napata kigugumizi kuhusu upatikanaji wa ubunge wake na maneno anayoyasema. Kwa kweli tunajichanganya sana wa Tanzania, tunajichanganya. Labda mimi ningeshauri kidogo, kama alikuwa na haya ya kusema Rais Samia, milango iko wazi, mimi ningelimuomba angeyapeleka hayo, angeyapeleka kwa rais. Vipo vyombo, ipo TAKUKURU, ipo idara ya usalama, ipo jeshi la polisi, angepeleka. Sasa tungemuuliza kusema pale hadharani analenga nini? Kusema pale hadharani alikuwa analenga nini? Anatufahamisha nini? Ili kidogo mimi napata kigugumizi ndugu zangu waandishi. Labda mnisaidie nyinyi. Mnisaidie. Hoja zake zina mashiko. Watu kasema hazina mashiko. Anaposema watu wametekwa, wamekufa, ni kweli watu walikufa, watu wamekufa. Kibamba yule nani? Mzee Kibamba, sijui Kibanda, sijui Kibamba. Kibao. Aliyokotwa. Lakini kila mtu anasema anashangaa. Kila mtu anashangaa. Sasa mimi Mwaipopo ni mtu mdogo sana, nitamnyoshea nani mkono? Kama yeye mbunge anaingia bungeni na anachukua kodi ya Watanzania na ni mbunge wa chama tawala, ameshindwa kujua yeye Gwajima kuthibitisha ni nani mtekaji, mimi Mwaipopo nitathibitisha nani anayeteka? Sitakuwa mnafiki. Lakini siwezi kupinga kwamba watu hawatekwi, watu wametekwa. Nani anayeteka? I don't know. Siwezi kujua. Kama watu wanatekwa na wewe unakiri watu wanatekwa, wajibu wa vyombo vya usalama ambavyo vinapaswa kutulinda sisi ni upi? Unadhani vyombo hivyo vimetekeleza wajibu wao? Kwanza vyombo vya usalama havilindi mtu mmoja mmoja. Havilindi mtu, hakuna nchi inayolindwa mtu mmoja mmoja. Vinatulinda wote kwa ujumla. Sasa tungeipa serikali muda itoke na majibu kwamba ni nani mtekaji na yuko wapi. Lakini binafsi na haya mambo utekaji sio Tanzania tu, duniani kote hapa. Hatungi mkono, hatusapoti, lakini duniani kote hapa. Kote hapa, hata Marekani watu wanatekwa. Hapo Kenya mmesikia watu wanatekwa. Huyo nani huyo Maria Salungu alisema alikosokosa kutekwa. Ni Kenya. Kwa hiyo utekaji Kenya upo, Uganda upo. Lakini si jambo zuri kwa raia wako kuona wanatekwa. Si jambo zuri. Ushauri wako kwa mama kuhusiana na mambo haya? Ushauri wangu kwa mama, kwanza mimi ni mshauri rais wangu Samia Suluhu upande
wa uangalizi wa nchi. Rais Samia anao uwezo mkubwa wa kuweza kuandaa mazingira na jamii ikawa salama. Ana uwezo mkubwa wa kumaliza ya mambo. Kwa hiyo tunamuomba na tunamshauri. Na vile vile ana uwezo wa kutengeneza informers paka chini huku mitaani na wakampelekea ripoti. Kwa kweli kabisa. Kwa sababu matatizo inawezekana informers ya wapo wa kweli. Polisi wanakaa juu kule, idara ya usalama iko juu, itajua kuchini kuna nini. La pili, watumishi wa serikali, viongozi, wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya, makamanda wa polisi, mawaziri, waachie simu wanapopigiwa, wapokee simu za watu. Nakwambia ukweli shekhe, swala sio utekaji tu, mambo mengi katika nchi hapo ya kuzungumza na waziri au na mkuu wa wilaya. Unapompigia waziri wa mkuu wa mkoa, huna maana ya kumuomba hela. Sio mimi. Watu wajue sio mimi Mwaipopo, wala mimi sihitaji cheo chochote. Sasa kwa sababu kuna watu wamefikia, ukizungumza swala la kinchi, ndugu yangu, mtu anaona kama vile unajipendekeza, unataka labda uteuliwe kuwa mkuu wa wilaya au mkuu wa mkoa. Mimi nashangaa sana nchi tulivyo. Wallahi nakwambia brother, mimi sihitaji kuwa mkoa wala kuwa wilaya wala ubunge. Mzigo nilionao wa kutangaza dini unanishinda. Taweza kuwa wilaya? Mimi ni kiongozi wa dini, mimi ni mhubiri wa dini. Tena international preachers, ni mhubiri wa kimataifa. Nahubiri nchi yoyote duniani. Nikikuletea passport yangu hapa brother, haikai miaka 3 inajaa. Natembea duniani, Afrika, Walabuni, naenda kuhubiri dini yangu. Tanzania mikoa yote, hivi mwezi wa 7 au wa 6 nitaanza mikutano Dar es Salaam na mikoani. Sasa mimi ninapozungumza ya mambo sihitaji cheo chochote. Sasa kuna baadhi ya watu wamekaa tu namna hii, ukizungumza wanafikiri unataka mama akuone uteuliwe. Na mimi sikula nilisema kuna watu wapo watu ndani ya serikali na